We believe in the power of the Holy Spirit. Tunaamini juu ya nguvu ya Roho Mtakatifu. We believe in miracles, tunaamini juu ya miujiza, signs and wonders. na ishara na maajabu. And our ministry was founded 2002. Na huduma yake ilianza mwaka 2002. And we have seen multitudes na tumeokoa wengi sana, maelfu, receiving the gospel. Tukiona wakipokea Injili. Many thousands being healed. Maelfu na maelfu wakipona. We've been on television in different parts of the world. Tumekuwa katika sehemu tofauti duniani. And God is doing wonderful things. Na Mungu amefanya mambo makubwa. And this weekend I am here to partner with you. Na wiki hii niko pamoja kushirikiana na ninyi. The success of a crusade depends on the preparation. Mafanikio ya mkutano yanategemeana sana maandalizi. I come to preach. Mimi nimekuja kuhubiri. But if people don't show up, lakini kama watu hawataonekana, I'm just preaching to a few people. Nitakuwa tunahubiri kwa watu wachache. So if you want your region to be reached with the gospel, kama tunataka tuwafikie watu wengi kwa Injili, I trust you have prepared very well. Ninaamini kwamba ninyi mmejiandaa pia vizuri sana. Yes. The gospel event itself is only 10% of the whole preparation work. Injili, uhubiri wa Injili ni 10% ya kazi yote ya kimaandalizi. So 45% is doing the work before preparing. Kwa hiyo 45% ni kazi ambayo inafanyika kabla ya mkutano. 10% is the meeting. 10% ni ya mkutano ule. And the other 45% is doing the follow up and the working with the people. Na 45% ni ya kufuatilia watu na kuendelea kuwashuhudia ili wakuweke roho. So the pastors have a great role to play. Ninyi wachungaji mna kazi kubwa sana kufanya. The harvest, the evangelist brings in the harvest. Ni kwamba mwinjilisti huyu analeta hawa wote walio mavuno. But if the churches don't receive the harvest, lakini kama kanisa halitapokea haya mavuno, the harvest will spoil. Mavuno haya yataharibika. Will be rotten. Yataoza. Amen. Amina. I did some great research years back. Nimefanya uchunguzi mzuri miaka mingi iliyopita about the crusade in Nigeria. Juu ya mikutano iliyofanya kule Nigeria. Where many thousands have been saved. Ambapo maelfu na maelfu walipata kuokoka. But the pastors, lakini wachungaji, the people responsible for the follow up, watu ambao walipaswa kuhusika kwa ajili ya ufuatiliaji, did not do their job. Hawakufanya kazi yao. So much of the harvest was spoiled. Kwa hiyo mavuno mengi yakapata kupotea. People who get saved, watu wanapata kuokoka, must be contacted at best the next 48 hours. Kwa hiyo kuna uhitaji mkubwa sana kufuatilia ndani ya masaa 48 baada ya kuokoka. If it cannot be done, do it before the end of the week. Kama itakuwa ni vigumu kuyafanya, fanya basi hata kabla ya mwisho wa wiki. Call them up, wapigeni hata simu, visit them, wasikie, speak to them, ongea nao, encourage them, na kupata kuwatia moyo. Because those people who raise their hands in the crusade, kwa sababu watu wote watakaonyesha mikono yao juu katika mkutano, those people who pray the sinner's prayer, watu ambao wataomba sala ile ya wokovu, who receive Christ, watampokea Yesu, when they get home, watakaporudi nyumbani, there'll be opposition, kutakuwa na upinzani, there'll be challenges, kutakuwa na changamoto. So it's for you people and pastors and Christians, kwa ninyi ambao ni wachungaji na washirika hapa, to make sure the harvest doesn't get spoiled. Ni kazi yenu kuhakikisha kwamba mavuno hayatapotea. Contact those people, talk to them, watafute wale watu, pigeni simu, ongea nao, get their testimonies, pateni hata shuhuda zao, and let Jesus be glorified, na hivyo Yesu apate kuendelea kutukuzwa, and bring them to church next Sunday, na Jumapili inayofuata waleteni hata makanisani. Amen. Amina. So I've been traveling Africa since 2001, before our ministry started. Kwa hiyo nilianza kutembelea Afrika mwaka 2001 kabla hata huduma yangu haijaanza. And we've seen multitudes receiving the gospel. Na tumeona maelfu wengi wakipokea wokovu. I trust I'll share some principles of the gospel and the evangelism as we have the seminars. Na naamini kwamba tutaendelea kuwashirikisha mambo mengi sana katika uinjilisti na kiutendaji katika semina hizi. Amen. Amina. So our ministry is based in Germany. Kwa hiyo injili yetu ina makao makuu, huduma yetu ina makao makuu katika Ujerumani. And when I'm not evangelizing in crusades, na pale ambapo sifanyi mikutano ya injili katika mikutano, I try to wake up the church, revive the church. Huwa ninaenda na kuendelea kulitia moyo na kuliamsha kanisa. Amen. Amina. So I believe this weekend, kwa naamini wiki hii, 3 things will happen. Mambo matatu makubwa yatatokea. Number 1, cha kwanza, the lost will be saved. Wale waliopotea wataokolewa. And healed. Na watapona. And delivered. Na kuwekwa huru. Number 2, na cha pili, the churches will be revived. Makanisa yatatiwa uamsho. Yes. Ndio. Leadership will be strengthened. Viongozi watatiwa nguvu. Amen. Amina. So that is what our experience is when we travel and preach the gospel. Na huu ni uzoefu wetu pale tunaposafiri na kuhubiri Injili. Tunawapatia mistari mitatu kabla tujaomba. The real seminar starts tomorrow. Semina halisia inaanza kesho. Bring more people. Leteni watu zaidi. Bring your notepads. Chukueni hata madaftari. We're going to study, we're going to go deep. Tutaenda kujifunza, tutazama kwa ndani zaidi. But there are 3 scriptures only. Lakini kuna mistari mitatu tu kwa leo.
But the first purpose of a meeting like this weekend is to reach the lost. Kwa hiyo kwa ajili ya kusanyiko kama hii ni kuwafikia waliopotea. And Luke 19 verse 10 says, katika Luka sura ya 19 mstari wa 10 nasema, for the Son of Man came to seek and to save those who are lost. Kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa wale waliopotea. Amen. Amina. Everything you have been preparing, yale yote tulikuwa tukijiandaa, is to seek and save the lost. Ni kutafuta na kuokoa waliopotea. Amen. Amina. It is the center of God's heart. Ni kitu cha muhimu katika moyo wa Mungu. God loves sinners. Mungu anawapenda wenye dhambi. One amen. Say it again. Nimesikia tu amina moja jamani. God loves sinners. Mungu anawapenda wenye dhambi. Nisikia amina. Amen. Oh, yes, he hates sin. Ndiyo, kweli anaichukia dhambi, but he always loves sinners. Lakini siku zote anawapenda wenye dhambi. Amen. Remember when Adam and Eve sinned in the Garden of Eden? Unakumbuka pale ambapo Adamu na Hawa walitenda dhambi katika bustani ya Edeni? What did God do? Mungu alifanya nini? God was running after them. Mungu alienda kuwakimbilia. God went into the Garden of Eden. Mungu akaenda katika bustani ya Edeni. And God was crying. Na Mungu alikuwa akilia. He was shouting. Alikuwa akipaza sauti. Adam! Adam! Where are you? Uko wapi? Don't you think God knew where Adam was hiding behind the bush? Je, unadhani kwamba Mungu alikuwa ajui kwamba Adamu amejificha kwenye vichaka? With his clothes. Akiwa because he felt naked. Akiwa anajiona yuko uchi. God knew exactly where he was hiding. Mungu hakika alijua wapi alipokuwa amejificha. But the cry of God was much deeper. Lakini kilio cha Mungu kilikuwa cha ndani zaidi. Adam! Adam! Where are you? Uko wapi? My son. Mwanangu. Do you know the Bible says that Adam was the son of God? Yeah, unajua kwamba Biblia inasema kwamba Adam alikuwa mwana wa Mungu. In the New Testament, yes. Yeah, kwenye Agano Jipya ndivyo. So God is saying, Adam, what happened? Kwa hiyo Mungu anasema, Adam, nini kimetokea? Why have you disconnected? Kwa nini tumetengana? The fellowship is broken. Mahusiano yamevunjika. Adam, where are you? Adam, uko wapi? Now, did Adam run to God? No. Je, Adam alimkimbilia Mungu? Hapana. Adam was hiding. Bali Adam alikuwa amejificha. But God, lakini Mungu came running to Adam. Alikuja akimkimbilia Adam. Amen. Amina. What a love. Ni upendo wa namna gani? God has no need for Adam. Mungu yamkini asingekuwa anamtaka Adam. God has no need to seek Adam. Mungu alikuwa yamkini hana hitaji ya kumtafuta Adam. But because God loves Adam, lakini kwa sababu Mungu alimpenda Adam, he was seeking him. Akawa anamtafuta. Amen. Amina. And then after thousands of years, na baada ya miaka maelfu, God saw the world. Mungu akauiona dunia. The world was dying in sin. Dunia ilikuwa inaharibika kwa ajili ya dhambi. God said, I must come again. Na Mungu akasema nitakuja tena. I must visit them again. Napaswa niwatembelee tena. I must seek them again. Nitaenda kuwatafuta tena. And that's what we find in Luke 19 verse 10. Na hapo tunakuja kuingia kwenye Luka sura ya 19 mstari wa 10. Jesus came to seek. Yesu alikuja kutafuta and to save na kuokoa those who are lost. wale walikuwa wamepotea. Amen. Amina. Jesus, God, kwa hiyo Yesu Mungu was actively pursuing sinners. Alikuwa kwa hakika anawatafuta wenye dhambi. He was eating with sinners. Alikuwa anakula hata na wenye dhambi. He was drinking with sinners. Alikuwa anakunywa hata na wenye dhambi. He was fellowshipping with sinners. Alikuwa katika ushirika pia na wenye dhambi. It went to a point that the people accused Jesus to be a sinner. Ilifika kiasi kwamba watu wakamshtaki Yesu kwamba na yeye ni mwenye dhambi. See, Jesus is a glutton. Kwamba Yesu ni mlevi. He is a drunkard. Kwamba Yesu ni mlevi. Jesus never got drunk. Yesu hakuwahi kulewa. He was never a glutton. Yesu hakuwa mlevi. He never sinned. Hakuwahi kutenda dhambi. But he spent time with the sinners. Lakini alichukua muda wake mwingi na wenye dhambi. Amen. Amina. Because he was actively seeking them. Kwa sababu kwa hakika alikuwa anawatafuta. Amen. Amina. Let me ask you a question. Na hapo kamuuliza swali. If you are a leader, kama ningependa kuuliza swali kama how much kiongozi, of your energy, je, unatumia nguvu yako kiasi how gani? much of your budget, Unatumia uzalendo kiasi of gani? your time Unatumia muda wako kiasi do gani you invest to seek the lost? ambao unawekeza kwa ajili ya kutafuta waliopotea? Or you say, but I'm just a pastor. Unasema mimi bwana ni mchungaji. And what did Paul write to Timothy, the young pastor? Na Paulo aliandika nini kwa ajili ya Timotheo aliyekuwa mchungaji mdogo? Paul writing to a pastor. Paulo anamwandikia Timotheo. He said, do the work of an evangelist. Anamwambia fanya kazi ya uinjilisti. Amen. Amina. So your whole church Kwa kanisa lote must have one purpose. lazima liwe na kusudi moja. You want to reach the lost. Kuwafikia waliopotea. To get people saved. Na kuwafanya watu kuokoka. Jesus loved sinners. Yesu aliwapenda wenye dhambi. Jesus hated sin. Yesu alichukia dhambi. Amen. And he was actively pursuing them. Na kwa hakika alikuwa anajikita kuwatafuta.
He was not just holding a crusade. Hakuwa tu kwenye mikutano. He left heaven. Bali aliacha mbingu. He became a human being. Akaja kuwa mwanadamu. Fully God and fully man. Akiwa mwanadamu kamili na Mungu kamili. He became one of us. Akawa mmoja katikati yetu. For what? Kwa ajili ya nini? To reach the lost. Kuwafikia waliopotea. To go all the sins upon himself. Kwa sababu Yesu akazibeba dhambi juu yake. Akachukua magonjwa juu yake mwenyewe. For what? Kwa ajili ya nini? Because he loved the sinners. Kwa sababu aliwapenda wenye dhambi. Na alionyesha upendo wa hali ya juu pale ambapo alikufa Kalvari. When he said it is finished. Pale alipokuja kusema imekwisha. He was telling the people. Alikuwa anawaambia watu. I love you so much. Kwamba ninawapenda sana. For you. Kwa ajili yenu. I finished sin. Nimeimaliza dhambi. For you. Kwa ajili yenu. I finished sickness. Nimemaliza magonjwa. For you. Kwa ajili yenu. I finished depression. Nimemaliza msongo wa mawazo. I finished everything. Nimemaliza yote. For you. Kwa ajili yenu. Now find me one religion where God does that for man. Sasa tafuta dini hata moja ambapo Mungu anafanya hayo kwa ajili ya wanadamu. There is none. Haipo dini nyingine. It's only Jesus. Bali ni Yesu peke yake. Who came ambaye alikuja and actively sought the lost. Na akaenda kuwatafuta waliopotea. So I want to encourage you. Kwa ningependa kuatia moyo. Start actively going after the lost. Anzeni kuwatafuta waliopotea. Many sinners wenye dhambi wengi will never enter this church. Hawataingia kwenye kanisa hili. Never. Hawataingia, hapana. But you can go there. Lakini wewe unaweza kwenda kule. You can speak to them. Unaweza kuongea nao. Wherever they are. Popote walipo. While they are getting drunk. Pale ambapo wanakunywa pombe. While they are eating. Pale ambapo wanakula. While they are shopping. Pale ambapo wananunua vitu madukani. While they are fellowshipping with you in the family. Pale ambapo mnakaa nao katika familia. Seek them. Watafuteni. Love them. Wapende. And tell them about Jesus. Naambieni habari za Yesu. Amen. Amina. So the first purpose this weekend. Kwa jambo la kwanza katika wiki hii. We want to seek the lost. Ni kuwatafuta waliopotea. Now, I will preach the gospel, yes. Kwa mimi nitahubiri injili ndio. But if people don't show up, lakini watu wasipoonekana, who will I preach to? Mimi nitahubiria nani sasa? So mobilize your people even today. Kwa hiyo washirikisheni watu wenu hata siku ya leo. Tell your church members. Waambieni hata washirika makanisani kwenu. Bring the people who are lost. Kwamba waleteni watu waliopotea. Bring the people who are demon possessed. Waleteni watu wenye mapepo. Bring the people who are sick. Waleteni watu waliogonjwa. Let them meet Jesus. Waje wampokee Yesu. Amen. Amina. So number one today. Kwa hiyo jambo la kwanza siku ya leo. Number one purpose for this weekend. Kusudi la kwanza katika wiki hii. We are here to seek the lost. Tupo hapa kutafuta waliopotea. Actively. Kuwatafuta kwa nguvu. Just take 1 second, ask yourself. Chukua tu sekunde moja, jiulize mwenyewe. Do you love sinners? Je, na wewe unawapenda wenye dhambi? None of us was born a saint. None. Hakuna katikati yetu aliyezaliwa ameokolewa. Hakuna. I was born a sinner. Lakini hata mimi nilizaliwa mwenye dhambi. I was on my way to hell. Nilikuwa naelekea kuzimu motoni. By special grace. Lakini kulikuwa kuna neema kipekee. Because somebody preached the gospel. Kwa sababu mtu mmoja alihubiri injili. I received salvation. Na mimi nikapokea wokovu. But now I'm a Christian. Lakini sasa mimi ni Mkristo, ni mwinjilisti. Maybe you're a pastor. Na wewe ni mchungaji. Na wewe ni mtume. Na wewe ni nabii au labda ni askofu. A bishop. Wewe ni askofu. Whatever you are. Haijalishi ni nani. Don't forget where you came from. Usisahau umetokea wapi. We all came from the same source. Wote tumetokea katika mazingira hayo hayo. We were all born in sin. Wote tulizaliwa katika hali ya dhambi. And because somebody loved us enough to share the gospel with us. Lakini kwa sababu mtu mmoja alitupenda hata kutushirikisha we are injili. Saved. Tumeokoka. So don't be arrogant. Kwa hiyo usiwe mkaidi. I'm Professor, Doctor, Bishop, Archbishop. Kwamba mimi ni askofu au mchungaji ni nani? Hapana. No, we respect titles, yes. Kweli tunaheshimu vyeo vyetu ndio. But if you hold the title, lakini kama ukichukulia cheo chako, usiwe na kiburi. Love sinners. Bali wapende wenye dhambi. Love sinners. Wapende wenye dhambi. Love sinners. Wapende wenye dhambi. Amen. Amina. Number 2. Jambo la pili. Whenever the gospel is preached, popote ambapo injili inahubiriwa, something happens to the church. Kuna jambo ambalo linatokea kanisani. And the church is God's plan for the end time. Na ni mpango wa Mungu kwa ajili ya kanisa la siku za mwisho. The church is the embassy of the kingdom of God on earth. Kanisa ni kama uwakilishi wa Mungu juu hapa duniani. God needs the church. Mungu anahitaji kanisa. And the church is made up of very different and weak people. Na kanisa limetengenezwa na watu wengi hata walio dhaifu sana. As Apostle Paul was saying, not many are educated. Kama ambavyo Mtume Paulo alisema sio wote waliosoma. Now today we have education, I know. Lakini leo tuna elimu, ndio najua. But the Christian movement started with very simple, uneducated people. Lakini uamsho katika kanisa ulianza na watu wepesi tu ambao hata hawakusoma sana.
They were only doing one thing. walikuwa tu wao wanafanya jambo They were moja, sharing the gospel everywhere. walikuwa tu wanashirikisha injili Giving kwa testimony everywhere. kila sehemu, wanatoa tu shuhuda. Amen. Amina. So what must happen before Jesus comes back? Sasa kitu gani ambacho kinapaswa kutokea kabla Yesu kuja? And he is coming back very soon. Na yeye anakuja muda sio mrefu. The church must be revived. Kanisa lazima lipate uamsho. The church must catch the fire of the Holy Spirit once again. Kanisa lazima lipate moto wa Roho Mtakatifu tena. If you open your Bibles to Luke 12:49, ukifungua kitabu chako cha Biblia, kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 49, Jesus is saying, Yesu anasema, I have come to bring fire on earth. kwamba nimekuja kuleta moto duniani, And how I wish it were already kindled. na ningependa hata kwamba umekuwa umekwisha kuwashwa. Jesus said, I have brought fire with me. Yesu anasema nimekuja kuleta moto, Fire from heaven. moto kutoka mbinguni. I wish everybody would carry this fire. Ningependa kila mmoja apate kubeba moto I huu. wish everybody would be filled with the Holy Spirit. Ningependa kila mmoja apate kujazwa na Roho Mtakatifu. He said, I wish everybody would be preaching. Alisema kwamba ningependa hata kila mmoja akuwa Everybody would anahubiri, be healing the sick. kila mmoja awe anaponya I have wagonjwa. brought fire. Nimeleta moto, And how I wish na it ningependa were already burning. kwamba moto huu ungekuwa na tayari unawaka. Why was he saying that? Kwa nini alisema hayo? Because he knew the power of the fire of the Holy Kwa Spirit. sababu alijua nguvu ya moto wa Roho Mtakatifu. He knew the fire of the Holy Spirit would change Apostle Thomas, Alijua kwamba moto wa Roho Mtakatifu utabadilisha mtume Thomas, this terrible doubter huyu mtu ambaye alikuwa na mtu mwenye mashaka, who wouldn't believe that Jesus rose from the dead. ambaye alikuwa amini kwamba Yesu Kristo amekufufuka kutoka kwa wafu. When Thomas received the Holy Spirit, Pale Tomaso alipompokea Roho Mtakatifu, he went all the way to India. akaenda mpaka India, He started 7 churches in India. akaanza kuhudumu katika makanisa huko India. And as he was building the 7th church Na alipokuwa akijenga kanisa la 7 in the city called Madras, Chennai, katika mji unaitwa Madras Chennai, Shunai, they killed him as a martyr. He died. wakamuua, akawa mmoja wa watu waliokufa. A doubting Thomas, Lakini huyu Tomaso aliyekuwa na hofu who sana, wouldn't believe, is this the Son of God or not? ambaye alikuwa mwamini Yesu kama mwana wa Mungu au sio? Has he come back from the dead or not? Je, amefufuka au hajafufuka? After the fire came, Lakini baada ya moto he kuja, became a preacher. akawa He mhubiri, went all the way to India. akaenda mpaka kule India. That's the power of fire. Hiyo ndio nguvu ya moto. Amen. Amina. Look at all the disciples Tunaona mitume wote who were timid at times, ambao kuna wakati walikuwa wenye hofu sana, who deserted Jesus. ambao walikuwa hata wako tayari kumwacha Yesu. Peter even denied Jesus Petro hata yeye alimkana Yesu, after the Holy Spirit fire came. lakini moto wa Roho Mtakatifu ulipokuja juu He yake, preached and 3,000 were born. akahubiri na watu 3,000 wakapata kuokoka. Amen. Amina. By the fire of the Holy Spirit. Kwa moto wa Roho Mtakatifu. That's why he said, I wish it were already kindled. Na ndio maana alisema ningependa moto wangu ungekuwa tayari unawaka. That fire has been poured out. Na moto umekwisha achiliwa. The Holy Spirit fire is available today. Moto wa Roho Mtakatifu uko tayari hapa siku hata You leo. can become that next Apostle Thomas. Wewe unaweza ukawa Tomaso mwingine You pia. can be that Apostle Peter. Unaweza ukafanya vizuri hata kuliko The mtume same Holy Petro. Spirit resides in you. Ni Roho Mtakatifu yule yule ambaye anaketi ndani yako. It is not just the same fire that Jesus, that Peter had. Sio tu moto ule ule ambao Petro alikuwa nao, It is the same fire that Jesus had. bali ndio moto ule ule ambao Yesu mwenyewe alikuwa nao. Imagine Hebu fikiria the kidogo. same Holy Spirit, Roho Mtakatifu yule yule, God, Mungu who indwelt in Jesus, ambaye alikuwa ameketi ndani ya Yesu, who empowered Jesus to work miracles, ambaye alimpa nguvu Yesu kufanya who miujiza, empowered Jesus to preach the gospel. ambaye alimpa Yesu Kristo nguvu kuhubiri Injili. That same Holy Spirit Yule yule Roho Mtakatifu is now in you. yuko ndani yako sasa hivi. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. That's what the Bible says. Na ndio maana Biblia inasema You can do the same things Jesus did, and even greater things shall you do. kwamba unaweza kufanya yale ambayo Yesu Kristo na hata makuu kuliko Yesu aliyofanya unaweza kuyafanya. Amen. Amina. What the church needs Ambacho kanisa linahitaji is not just education. si tu maarifa au elimu. What the church needs Ambacho kanisa is linahitaji not just a better building. si tu majengo mazuri. What the church needs Ambacho kanisa is linahitaji not just a better worship. si tu kuabudu vizuri, What the church needs bali ambacho kanisa linahitaji is the fire of the Holy ni Spirit. moto wa Roho Mtakatifu. Amen. Amina. I believe after this weekend, Ninaamini kwamba katika wiki hii some of you, wengine katikati yenu hopefully everybody, au kwa ajili ya kila mmoja will catch that fire. mtapata huo moto, And after I leave this na place, baada ya mimi kuondoka mahali hapa there will be fire in all of kutakuwa Miato, kuna moto kila sehemu yako, in the whole district. katika wilaya yote moto. Amen.
So the second purpose is to bring fire, bring revival. Sasa jambo la pili ambalo moto unaleta uamsho. For the church to wake up. Kwa ajili ya kanisa kuamka. For the church to go public. Kwa ajili ya kanisa kwenda huko nje. Church, you've never been meant to just stay indoors. Kanisa halikusudiwa kukaa tu katika kuta hizi. When the 120 met in the upper room, pale ambapo watu 120 walipokutana na Roho Mtakatifu kule juu ya chumba, the Holy Spirit fell. Roho Mtakatifu alikuja juu yao. And what did they do? Na walifanya nini? They just stay there and worship God for the next 5 years? Je, walibaki tu pale juu kumwabudu Mungu kwa miaka 5 iliyofuata? No, the moment the fire fell, hapana, baada ya moto tu kushuka juu yao, they could not stay inside. Wasingeweza kukaa ndani tena. They went outside preaching the walitoka gospel. nje kuhubiri injili ya Yesu. The power of the Holy Spirit is for the gospel. Nguvu ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya injili. The Bible says, but you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. Biblia inasema kwamba nanyi mtapokea nguvu ambapo Roho Mtakatifu atakuja juu yenu. And then you can do better worship. Na hapo mnaweza mkaabudu kwa kiwango cha juu zaidi. Then you can do better preaching. Ndipo ambapo mnaweza kuhubiri kwa ubora zaidi. No. Hapana. When you shall receive power, pale ambapo mtapokea nguvu, you shall become my witnesses. Mtakuwa mashuhuda wangu. A witness is somebody who has witnessed something. Na shuhuda ni mtu yule ambaye ameshuhudia kitu fulani. You have experienced the salvation, you have experienced Jesus yourself. Pale ambapo umepata kumpata Yesu na kumzoea kwa uzoefu wewe mwenyewe binafsi. Jesus saved you. Yesu amekuokoa. Set you free. Yesu amekuweka huru. Healed you. Amekuponya. You are a witness now. Wewe tayari ni shuhuda. Now what you experience, kwa kile ambacho unakishuhudia, share it. Kihusisha kwa wengine. How do you share it? Na unawashirikisha wengine By the power of the Holy Spirit. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na moto wake. That is the purpose. Na hiyo ndio kusudi fire la moto. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Now, number 3 before I close. Hata kitu cha tatu kabla sijamaliza. God wants the leaders to be sharpened. Mungu anatamani viongozi wapate kuchongwa. In Proverbs 27:17 the Bible says, katika kitabu cha Mithali sura ile 27 mstari wa 17 Biblia inasema, as iron sharpens iron, so one man sharpens a friend. Kwamba kama chuma inavyonoa chuma, ni hivyo ndivyo rafiki humnoa mwenzake. God wants to sharpen you. Mungu anataka kutunoa. Amen. Amina. Now you may have been a pastor, a leader, an apostle for many years. Sasa unaweza ukawa ni mchungaji au kiongozi au mtume kwa miaka mingi. But never be too proud to receive more teaching. Lakini usiwe na kiburi kutaka kupokea mafundisho zaidi. More anointing. Au upako zaidi. More power. Au nguvu zaidi. More encouragement. Au kutia moyo zaidi. We all need it. Wote tunahitaji hayo. Amen. Amina. So when we meet in a leadership level, kwa tunapokutana katika kiwango hichi cha uongozi, something special happens. Kuna kitu cha kipekee kinachotokea. We are sharpening each other. Tunapata kuchongana sisi kwa sisi. After I leave this place, baada ya mimi kuondoka mahali hapa, I will be sharpened. Mimi nitakuwa mwenyewe nimechongwa. I'm not going back to say. Kwa hiyo sitaondoka hapa nikiwa nilivyokuja. After I leave Meatu district, baada ya mimi kuondoka wilaya hii ya Meatu, I'll be a more sharpened evangelist. Nitakuwa nimechongwa zaidi kama mwinjilisti. Why? Kwa nini? Because na marafiki, I've met other men of God. Bado nimekutana na watu wengine wa Mungu. And as we fellowship, na tunapokuwa na ushirika, I am listening. Na mimi nasikiliza. I am learning. Najifunza. There is encouragement. Na mimi natoa moyo. Na kuna unabii. I am learning. Na mimi najifunza. I hope you'll also be learning. Na natamani pia na wewe ujifunze. Because we can all improve. Kwa sababu wote tunaweza kuwa bora zaidi. Our leadership skills will be better after this weekend. Ujuzi wetu wa uongozi utakuwa bora zaidi katika mwisho wa wiki hii. Our heart will have more love. Mioyo yetu itakuwa na upendo zaidi. We'll have a fresh zeal. Tutakuwa tumetiwa shauku zaidi. Back to our churches and courage. Kurudi katika makanisa yetu na kuatia moyo pia. And we'll become better leaders. Na tutakuwa viongozi walio bora zaidi. There will be correction. Kutakuwa kuna mabadiliko. But don't be offended. Kwa hiyo usipaswe kuchukizwa. Be corrected. Bali kubali kurekebishwa. Don't be offended. Bali usitukie. Improve. Bali kuwa bora. And when you go home, na pale unapoenda nyumbani, people notice this, our pastor has become sharp. Watu wataona mchungaji wetu amechongwa zaidi, amekuwa vizuri. He knows exactly what he is doing. Kwa sababu anajua sasa hivi ni nini zaidi anachofanya. Some fresh fire. Kwa sababu amepata moto mwingine mpya. As iron sharpens iron. Kama vile ambavyo chuma unoa chuma. So one man sharpens another. Ndivyo mtu mmoja humnoa mwenzake. So the community will benefit, there will be people saved. Kwa hiyo pia jamii itapata kuokolewa, watu wengi watapata kumpokea Yesu. The church will be revived. Makanisa pia atapata kutiwa uamsho. Leaders will be empowered. Na viongozi pia watatiwa nguvu. And then I leave. Na mimi ndio nitaondoka. And you are here with a blessing. Na ninyi nitabaki hapa na baraka. See, the evangelist is not building churches. Unajua mwinjilisti huwa sio mjenzi wa makanisa. I'm not an apostle, I don't have a big network, no. Mimi wala sio mtume, hapana.
sio mtume mimi. When I get home, Lakini naporudi nyumbani, I may have some videos, some pictures. naweza nikawa tu na picha na video kadhaa, Show people, oh, I've been to Meatu district. kuonyesha tu watu, jamani nilikuwa Meatu bwana. I really went there. Kweli mimi nilifika kule bwana. Na mimi nilifika kule bwana. Amen. That's all. Tayari. But you have all the benefits. Lakini ninyi ndio mmefaidika zaidi. Your churches will grow. Makanisa yenu yatakuwa. And those people who come to your church, na watu ambao watakuja kwenye makanisa yenu, they'll start tithing. Wataanza kutoa hata zaka. Not to me. Wala sio kwangu. To you. Bali kwenu. Aha. Our ministry, huduma yetu, is sponsoring the meeting. Ni huduma inayowezesha makongamano haya. There are people in Germany praying for you. Kuna watu ambao kwa Ujerumani wanawaombeni ninyi. There are people in Germany giving. Kuna watu wa Ujerumani wanatoa kwa ajili yenu. The evangelist can travel all the way to Meatu. Ili kwamba mwinjilisti niweze kusafiri mpaka kufika hapa Meatu. It's a very long journey. Ni safari ndefu sana. I left on Monday morning. Niliondoka Jumatatu asubuhi. And we reached here yesterday. Na tukafika hapa siku ya jana. Yesterday, what time? I don't know. Jana sijui muda gani. It took a long journey. Kwa hiyo ilichukua safari ndefu. Amen. Amina. I have come to bless you. Nimekuja kuwabariki. Amen. Amina. We are not charging anything. Wala hatutatoza mtu yoyote kitu chochote. We are not demanding from you. Wala hatuhitaji chochote kutoka kwenu. We are giving. Bali sisi ndio tunaotoa. One thing I know. Lakini kitu kimoja nachokijua, when I come home, pale ninaporudi nyumbani, I will be blessed. Mimi pia nitakuwa nimebarikiwa. Our ministry will be blessed. Huduma yetu itabarikiwa. Because we are sowing. Kwa sababu tunapanda. Amen. Amina. So I want you to think the right way. Kwa natamani wewe upate kuwaza katika uchanya. Change your mentality. Badilisha mtazamo wako. And I'm sure many of you have already changed mentality. Na naamini kwamba wengi wenu mmeshabadilisha mtazamo wenu. Don't think of what can I gain from this meeting. Usiwaze bwana, mimi kwenye kongamano hili nitapata nini tu. Don't think what can I gain from the mzungu. Usiwaze kwamba mimi nitapata nini kutoka kwa mzungu. That is wrong thinking. Hapana, huo ni uwazaji mbaya. Think of what can I contribute. Waza na mimi nitachangia nini? How can I make the meeting a better kama nitawezaje kufanya mkutano huu kuwa mzuri zaidi? How can I serve? Nahitaji kutumika na mimi. Because then you'll be blessed too. Kwa sababu kwa namna hiyo pia na utabarikiwa. I will be blessed. Na mimi pia nitakuwa nimebarikiwa. When I get home, nitakaporudi nyumbani, I take one day rest. Nitachukua siku moja ya mapumziko. Next day I preach. Na siku inafuata nitahubiri. After I finish preaching, na baada ya kuhubiri tena kule, next morning I'm traveling out again. Asubuhi tena nitakuwa nikisafiri nikienda sehemu nyingine kwa ajili ya kazi nyingine ya misheni. I am blessed. Na mimi nitabarikiwa. Because I bless. Kwa sababu nabariki wengine. So think in blessing. Kwa hiyo waza kubariki wengine. Try to bless this meeting. Jaribu kubariki mkutano wako pia. All that you have. Kwa kadri ya vile ulivyo. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. And God will bless you. Na Mungu atabarikini sana. If not so prove God wrong. Na kama sivyo basi na wewe muhakikishie, muonyeshe Mungu kiasi gani kama yeye anakosea labda. And the once again I want to thank everybody who has invested so much. Lakini jambo moja ningependa pia kumshukuru kila mmoja aliyetia juhudi zake katika jambo hili. In preparing this meeting. Katika kuandaa mkutano huu. Let's join hands. Naomba tuunganisheni mikono pamoja. I am your brother. Mimi ni kaka yenu. I am not just the mzungu you can use. Mimi si tu mzungu ambaye unaweza kunitumia, hapana. I'm not just a cow that you can milk. No. Mimi sio tu kama ng'ombe ambaye unaweza kukamua maziwa, hapana. If you just view me as a source, as a mzungu, I'm not your brother. Kama ukiniamini mimi kwamba ni mzungu tu ninaweza kuvuna vitu kutoka kwake, hapana. Mimi ni kaka yako, samahani sana. I'm not your brother. Mimi ndio hapo nitakuwa kaka yako. But if you view me as a brother, lakini kama ukinitazama mimi kama kaka yako, as we are working together, tukiwa tunafanya kazi pamoja, then I'm your brother. Hapo sasa na mimi ni kaka yako. Amen. Amina. Hallelujah. Hallelujah. So let's remember these three things. Kwa tukumbuke mambo haya matatu makubwa. Number one, la kwanza, the meeting is here to seek and save the lost. Mkutano uko hapa kwa ajili ya kutafuta na kuokoa waliopotea. If you've not done so, go invite somebody. Kama hujafanya hivyo, nenda kamwalike mtu huko mwingine. Call somebody. Mwite mtu mwingine kule. Number two, na cha pili, the church will be revived. Kanisa litatiwa uamsho. You will benefit. Na ninyi mtafaidika. Spiritual revive. Kiroho kutakuwa kuna uamsho. The church will grow by members. Kanisa litakuwa, watu wengi wataongezeka. And number three, na jambo la tatu, the leadership will be sharpened. Viongozi watachongwa zaidi. You become a better leader. Utakuwa kiongozi bora zaidi. Amen. Amen. You will change your mentality. Utabadilisha mtazamo wako. You become a giver. Utakuwa mtoaji. You become a blesser. Utafanyika mtu wa baraka. Amen. Amina. Now just to let you know, sasa ningependa tu kuwajuza, our ministry, huduma yetu works with fixed budget. Inafanya kazi katika budget ambayo imewekwa vizuri. That means, hiyo inamaanisha kwamba we invest, pale tunapowekeza, whatever is spent extra, chochote ambacho kitatumika zaidi,
We're not covering it. Hatukitolei pesa. Bishop is covering it. Askofu atakitolea pesa. Others are covering it. Na wengine pia watahusika hapo. So I want to encourage you. Kwa hiyo ningependa pia kuatia moyo. I'm just talking to you. Na zungumza tu na ninyi. If there is any extra budget needed, kama kuna fedha zaidi katika budget zitakazohitajika, support them. Ninyi wawezesheni wao. Support them. Wawezesheni wao. I'm not saying support me. Sisemi kwamba mniwezeshe mimi, Support them. bali wawezesheni wao. Because our ministry has paid the budget already. Kwa sababu tayari huduma yetu imeshatoa budget. Our ministry has paid the ticket already. Tayari huduma yangu imetoa tiketi I zote. am blessed already. Na mimi tayari nimekwisha bariki. If there is any extra cost beyond the budget, kwa hiyo kama kuna gharama zaidi inayovuka budget tuliyoweka, be a true leader. Wewe kuwa kiongozi mzuri. Think of how can we contribute? Jaribu kufikiria namna gani mimi nitachangia. How can we share in the privilege of the gospel? Nawezaje na mimi nikajikita kusaidia katika kazi hii nzuri ya Injili? I'm sure many of you preach to your church members, give and you will be blessed. Naamini kwamba wewe umeshafundisha watu wengi wao wako kanisani kwamba toa na upate kubarikiwa. Now it's time for you to practice. Sasa ni wakati wa wewe pia kufanyia mazoezi jambo hilo. Don't just preach it. Usiishie tu kuhubiri. If you really believe, bali kama kweli unaamini that God will bless your giving, kwamba Yesu atabariki utoaji wako, and use your resources to bless the meeting, hivyo basi tumia rasilimali zako kubariki hata mkutano huu, and God will bless your church. na Mungu atabariki kanisa lako. Do what you believe. Fanya kile unachokiamini. Amen. Amina. But for me, lakini kwa mimi, I'm a happy evangelist. Ni mwinjilisti mwenye furaha. We have paid everything. Tumekwisha lipa kila kitu. I am here to bless you. Nipo hapa kuwabarikini. I don't care whether you have more money, less money, if you take all, I don't know. Sijali kama una fedha nyingi au una fedha chache. I want to follow God. Mimi nipo hapa kumtumikia Mungu. I just here to serve you. Lakini natamani kuwatumikia kila nani. And please be my brother, my sister. Na tazama, na napenda sana mwe kaka zangu, dada zangu pia. I am not just a mzungu. Mimi sipo tu hapa kama mzungu mmoja tu. That puts me down. Hapana, hiyo itanifanya kuumia sana. How would you feel if I tell you you're just a black? Hivi utajisikiaje wewe mimi nikikwambia wewe ni mtu mweusi? Oh, it's terrible. Utajisikia basi ndio? Yeah. No, you're my brother, my sister. Kwa hiyo wewe ni kaka yangu, ni dada yangu. We have been bought by the same blood. Sisi wote tumezaliwa kwa damu moja ya Yesu, ni familia. Amen. Amina.